Wanirejeshe tu mtoto wangu, wanirejeshe. Nilipofika hiyo Alhamisi kule juu sehemu ya kujipumzisha ambao kesho yake ndo nahitajika kwenda kufanyiwa operation, manesi alisema kwamba huyu hayupo kwenye listi. Kwa hiyo listi ikiisha mimi ndo nitafanyiwa operation. Unatakiwa ulipie vifaa kabla hujafanyiwa operation ili na sisi tuweze kukupeleka huko theater. Basi nikampigia mamangu nikamwambia tunahitajika vifaa huku. Akasema sawa nakuja. Wakamwambia kwamba anatakiwa alipie vifaa. Mamangu kuhangaika huku na kule, vifaa vikapatikana. Basi mida ya saa 7 hivi kashushwa kule theater. Nimeshushwa theater. Nimekaa pale nasubiriwa kuingizwa kwenye chumba cha operation. Nikaambiwa kwamba kuna emergency imetokea, kwa hivyo nirudishwe kwanza juu, nitafanyiwa baadaye. Baadaye pia sikufanyiwa. Imefika mida ya saa 1 mamangu akaambiwa kwamba basi tutamfanyia asubuhi mapema sana. Imefika Jumamosi asubuhi sikufanyiwa hivyo maana walisema kulitokea emergency nyingi. Jumapili pia hivyo hivyo, mimi nazunguka na ile kanyo na ile nani ya mkojo ilikuwa inaniumiza sana hadi nakojoa damu. Basi wakasema listi yako uhakika ipo Jumatatu, tena utafanyiwa asubuhi mapema sana. Nikaamua kuvumilia. Imefika Jumatatu asubuhi, wameniwekea drip vizuri, wameniandaa. Cha kushangaza nakuja kuambiwa imetokea emergency tena, kuna mtu ana pressure, kwa hiyo anatakiwa kwenda kufanyiwa operation. Najiuliza sasa mimi pia si ndo emergency? Toka siku ya Ijumaa nahangaika na hii kanyo na hii, kwa nini msingenifanyia kwanza? Ila sikusikilizwa. Basi nikaacha wamfanyie. Nikafika zamu yangu. Nimeingizwa kwenye chumba cha operation. Nimefanywa vizuri. Mtoto wangu nikamzaa mtoto wangu mzuri wa kike mweupe. Ana kilo 3.1. Nikatarajia mtoto wangu ataletwa saa hiyo maana naona watu wanaletewa watoto. Mbona mimi siletewi? Nikakaa kusubiria. Wakaniletea mtoto. Mtoto wangu ambao mwenye vitenge ambavyo si vya kwangu. Nikamwambia mamangu, mbona nimepewa mtoto ambao vitenge sio vya kwangu? Mamangu akasema ngoja nikamuite nesi ambao kaleta huyu mtoto, kaenda kumuita. Yule nesi akamchukua mtoto, kutegemea kwenda kumbalisha vitenge na kumrejeshia mwanangu. Daktari akipita anamuuliza anasema ngoja ataleta mtoto. Saa ya mwisho anakuja kuniambia mtoto yupo chumba cha joto. Chumba cha joto ana shida gani? Wakati nimemzaa mtoto ambaye ni yupo nomo, ambaye ni mzima wa afya, ana shida gani? Usijali, mtoto wako chumba cha joto na ni mzima wa afya. Basi imefika mida saa 3 kwa sababu naona wenzangu wananyonyesha watoto wao, mimi sina mtoto. Nikamwambia basi naomba nikamuone hata huyo mtoto wangu huko chumba cha joto. Nesi ananiambia kwamba sasa hizi huwezi kumuona, utaenda hata asubuhi. Nimefika asubuhi kwenda kumwangalia mtoto sio wa kwangu. Mtoto nimebadilishwa pale hospitali ya Mount Meru na mtoto mwenyewe anaumwa. Anaumwa ugonjwa wa moyo na mimi katika historia yetu sijawahi kuumwa ugonjwa wa moyo. Sasa huyu mtoto kaumwaje ugonjwa wa moyo? Na kwenye ultrasound zangu zote na kliniki nimehudhuria sijawahi kuambiwa mtoto ana shida yoyote. Tukaja kuchukuliwa DNA mama na mtoto. Wote tumepimwa DNA. Cha kushangaza hadi leo mtoto wangu simuoni. Nimerudi nyumbani bila mtoto, na wale wengine ambao wamepewa mtoto wangu na wenyewe wameruhusiwa kwenda nyumbani, afu mimi ndo nimeachwa na maumivu hapa nyumbani. Kila siku nateseka na kulia. Sili chakula na mwaza mtoto wangu. Mimi nataka msaada nirudishwe tu mtoto wangu.
Wewe sio bibi. Mimi ndo bibi Dr. Kapapi, wewe ulonipa namba yangu na siku pale nikapimwa pressure, tuko na wewe pale. Sasa swali lako si ulipeleka polisi? Kwa hiyo hakuna jibu lolote lilorudi. Nasema swala uliliacha kwangu au uliliacha polisi? Sinajua, labda mmepata ripoti yoyote, maana naona kila kitu ni kimya. Kila kitu ni kimya kwa sababu hatujapewa majibu kutoka polisi. Mimi nafikiri pale ulikofikisha ile swala ndio pa kuanzia. Kwa hiyo kama tungekuwa tumepewa taarifa, polisi ndio wenye mamlaka kujulisha, sio sisi tena. Kwa hiyo hapo kama hospitali hamna jibu lolote la kuniambia tena? Mama, hizo wewe si kiongozi wa serikali kweli? Haujui taratibu? Naweza nikaa najua taratibu na mambo mengine ya hospitali. Kama taratibu mbona unaniuliza? Unanijaribu au unataka nifanye nini sasa mama jamani? Kwa nini kujaribu? Sasa kama swala ulishapeleka polisi, taratibu za polisi unajua, kwa mfano kama ushapeleka kama nakwenda mahakamani, mahakama ndio inatakiwa umalize. Kwa sababu polisi walichukua DNA. Sasa nikajua nyewe kama hospitali mtakuwa labda mna majibu, kama jibu lolote limerudi, sikukupigia kwa ugomvi au kwa ubaya. Hayo ndio majaribu ambayo sasa nasema unanijaribu kwa sababu wewe ni kiongozi. Unajua taratibu zote. Uongozi hauhusiani na mambo ya hospitali. Sasa kwa nini sasa kama utano hospitali ulienda polisi? Kwa hiyo mlitaka tumalize hapo hospitali? Tufupishe hivi mama. Kwa hiyo mlitaka tumalize kama mlikuwa mnataka tulimalizia hapo hospitali? Ndio ulichukua mnanishauri kwamba nilimalizia hapo hospitali na mtoto amkunipa. Una swali lolote la kuniuliza nishakujibu swali lako. Hujanijibu swali lolote, sijaona ulichonijibu. Haya, basi polisi pale.